السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ikiwa ndugu Waislamu, tuko katika miezi ambayo kwamba ni miezi ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameipatia utukufu, miezi ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameifadhilisha miezi hiyo kuliko miezi mingine, na hii ndio sunna ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa viumbe vyake. Ndio mpangilio wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa viumbe vyake, kuumba kitu kisha akawa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia kwamba tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, kwamba mitume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiumba, lakini baada ya kuumba mitume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawafadhilisha mitume wengine kuliko mitume wengine, na yote ni sunna ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hivyo hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameumba miezi 12, lakini katika miezi hiyo 12 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akachagua miezi minne ambayo kwamba ndiyo mitukufu kuliko miezi mingine, ama miezi minne ambayo kwamba ni yenye heshima kuliko miezi mingine. Ndio katika Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia, inna iddata shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum, kwamba miezi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni miezi 12, lakini pana minne ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameipatia heshima, ameitukuza, na watuambia fala tadhlimu fihinna anfusakum, kwamba tusizidhulumu katika miezi hiyo minne nafsi zetu, manake tusimwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na haina maana kwamba katika miezi hii minne tusimwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika miezi mingine ndio la, bali amependelea kwamba tumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa zaidi kuliko tunapomtii Mwenyezi Mungu katika miezi mingine. Kwa ajili ni kukataza jambo, ina maana na kuamrisha jambo lingine. Ikikukataza usimame, ina maana na kuamrisha uketi. Ikikukataza usimwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ina maana na kuamrisha umtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa tuko mwisho wa mwezi wa Dhulqa'da, tuelekea katika mwezi ambao kwamba ni wa Dhulhijja, mwezi ambao kwamba ni mwezi mtukufu, mwezi ambao kwamba ni mwezi wenye ubora. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia katika Al-Qur'an Al-Karim, wal fajr wa layalin 'ashr wash-shaf'i wal watr. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameapa kwa alfajiri. Baadhi ya wanazuoni ama jumhuri ya wanazuoni wakatuambia kwamba alfajiri hii ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiapia katika suratul Fajri ni ile alfajiri ya kuchinja, yaumun nahri wal fajri wa layalin 'ashri,
Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaendelea kuapa na masiku 10. Baadhi ya wanazuoni wasema ni siku 10 za mwisho wa mwezi wa Ramadhani, lakini wanawazuoni wingi wameshikilia kwamba siku 10 hizi ambazo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameziapia ni siku 10 za mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akikiapia kitu, ina maana kile kitu kina uzito. Tukaambiwa kwamba fala tadhlimu fihinna anfusakum, maana yake tufanye mambo ambayo kwamba ni mazuri. Ndio katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ma min ayami ahabbu ila Allah al-amalu fihinna ahabbu ila Allah min 10 Dhulhijja faakthiru fihi min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid, kwamba hakuna siku 10 ambazo kwamba ni zenye kupendekeza siku 10 hizo kwa Mwenyezi Mungu, ama hakuna siku ambazo kwamba ni zenye kupendekeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuliko siku 10 ambazo kwamba ni za Dhulhijja. Siku 10 ambazo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameziapia, faakthiru fihi min at-tahlil. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akatwambia kwamba tukisheni katika siku 10 hizo kuleta tahlil, kuleta la ilaha illa Allah wa tahmidi, na vile vile tufanye wingi kushukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuleta alhamdulillah wa takbir, na vile vile tumkabiri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lao ni kusema Allahu akbar kabira walhamdulillah kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Na katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kwamba siku 10 hizi zina ubora kuliko kupigana jihadi. Manake Mtume sallallahu alaihi wasallam aliketi na masahaba zake akasema, ma min ayamin ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani al-ashra min Dhulhijja, kwamba hakuna siku zenye kupendekeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuliko siku 10 hizi ambazo kwamba ni za Dhulhijja. Masahaba akasema, wala jihadu fi sabilillah, hata jihadi pia kupigana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala imeshindwa na siku 10 hizi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam atawaambia, wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' bidhalika bi shay'in, isipokuwa mtu ameenda jihadi, ameenda na mali zake zote, ameenda na nafsi yake, akapigana kwa ajili ya kalimatullahi, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisha alipoenda akauliwa shahidi, mali zake zote zikafanya nini? Zikaisha. Basi mwenye kufanya amali katika siku 10 hizo ambazo kwamba zinaokuja za Dhulhijja, mtu huyo atakuwa na ujira wa mtu ambaye kwamba amepigana jihadi kwa mali zake, amepigana jihadi kwa nafsi yake, akajitolea kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisha hakurejea kwa hiko kitu chochote. Ina maana hakurejea yeye, ina maana mali zake pia hazikurejea. Kwa ajili gani siku 10 hizi zikawa na ubora? Kwa ajili ni siku 10 ambazo kwamba ni chache, lakini zimebeba mambo ambayo kwamba ni makubwa. Siku 10 hizi zimebeba nguzo ya Uislamu, nguzo ambayo kwamba ni nguzo ya al-Hajj, na tunajua fadhila za hija. Man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yawmi waladatuhu ummu, wenye kuhiji kisha katika hija kama ile hakufanya uchafu, hakufanya ufasiki, hakufanya ushindani na mtu yoyote, Mtume sallallahu alayhi wa sallam anatuambia mtu huyo atarejea kama siku ambayo kwamba amezaliwa. Maana yake mtu huyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia kwamba atarejea ni kama hana madhambi. Ndio maana yake mwenye kuhiji kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wajileza kwenda hija lakini nia yako si nzuri, ameweza kwenda hija na fili hali kile kitu ambacho kwamba kimekupelekea hija si kizuri,
umeenda na mali ya haramu, umeenda na njia ambazo kwamba si nzuri. Man malaka zada wa rahilatan falam yahujja, Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia yoyote mwenye kumiliki zawadi, ina maana kipato ambacho kwamba kitamfanya familia ama kitafanya familia yake ingepigwa vizuri baada ya kwenda hija. Chakula akawaachia watoto wake, akamwachia mke wake pesa fulani ambayo kwamba itamtosha katika safari yake ya hija. Kisha falam ya hujja, mtu huyo alikuwa na uwezo kisha kuhiji, fala alayhi, Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia shauri yake, inshaa yamuta nasraniyan au yahudiya. Ukiwa na uwezo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupatia uwezo wa kwenda kuhiji, kisha huko hiji, Mtume sallallahu alaihi wasallam akwambia ni shauri yako, utachukua mwenyewe, utachukua atakufanya Nasara Mkristo, ama utachukua atakufanya ni Myahudi. Lakini madamu ulikuwa na uwezo na huko hiji, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia kwamba utakufa hali ya kuwa si Muislamu. Kwa ajili hija ni katika nguzo ambazo kwamba ni za Uislamu. Bunya al-Islamu ala khamsi: shahadatu an la ilaha illa Allah, wa iqamu salati, wa itau zakat, wa sawmu ramadhana, wa hajjul bait man istata'a ilayhi sabila. Kwamba Uislamu umejengewa na nguzo tano. Nguzo ya kwanza ni swala, na swala haina haja kueleza. Nguzo katika moja ya nguzo hizo tano ni kuhiji. Ikiwa sasa umekuwa na uwezo kuhiji, ina maana umevunja moja ya nguzo ambayo kwamba ni muhimu katika Uislamu. Na fadhila za kuhiji ni nyingi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia almujahidu fi sabilillah walhajj walmu'tamiru wafdullahi da'ahum faajabuhu wasaaluhu faa'atahum. Kwamba mwenye kupigana jihadi na mwenye kufanya hija na mwenye kufanya umra, watu hao ni wajumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Da'ahum faajabuhu, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaita watu kama hao, faajabuhu, wakamjibu. Wa adhin fi nnasi bilhaji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpatia idhni Allah Ibrahim alipomwambia wa adhin fi nnasi bilhaji ya'tuka rijala, watakazie watu hija, watakujilia wewe watu, ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir, na juu ya kila kipando. Aldhamir manake ni ngamia alokonda, zamani watu wakisafiri na magamia. Wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amir, watakujilia wewe kutokamana na kila jimbo ambalo kwamba liko mbali. Sasa da'ahum faajabuhu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaita watu kama hao, wajumbe ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaita. Faajabuhu, wakamjibisha. Wasaaluhu, na wakamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fa'atahum, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawapatia. Yote hii ni fadhila ambazo kwamba zapatikana katika mwezi kama huu. Ikiwa hauna uwezo wa kwenda, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakukupatia uwezo wa kwenda, lakini eka nia, kuwa na shauku ya kwenda kuzuru katika sehemu kama hizo tukufu. Ndio siku kama hizi zikifika, kwa watu wema wakililia, wakitamani kwenda kumzuru Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakitamani kwenda kuhiji nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio Imam al-Qur'i akatunga kasida yake akasema, ya rahilina ila mina biqiyadi hayyajtum yawm ar-rahili fuadi sirtum wa sara dalilukum ya wahshati ash-shawq aqlaqani wa sawtu al-hadi. Yote ni kuwa na shauki, na ukiwa na nia ya kweli, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakulipa kwa kiasi cha nia yako. Wa ala niyatikum turzaquna, na kwa kile ambacho kwamba mwakinuia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atafanya nini? Atawaruzuku. Kwa hiyo tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
atujalie ni katika watu ambao kwamba ni wenye wana shauki ya kuenda katika sehemu kama hizi, ni watu ambao kwamba wenye shauki wa kufanya ibada katika siku kama hizi ambazo kwamba zatujilia, siku ambazo kwamba ni siku bora, siku 10 ambazo kwamba zina ubora kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, siku ambazo kwamba zimebeba siku ya Arafa. Na siku ya Arafa utukufu wake pia tunajua, man sama Arafa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara, yote mwenye kufunga ile siku ya Arafa tarehe 9 ambayo kwamba ni Arafa, mtu huyo husamehewa madhambi yake yote ambayo kwamba yametangulia na ambayo kwamba atakayokuja, na hakuna kosa kubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia hakuna kosa kubwa binadamu aende katika uwanja wa Arafa, kisha baada ya kufika katika uwanja kama huo akadhania kwamba madhambi yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakumsamehe. Hakuna kosa kubwa ambalo kwamba binadamu atalifanya katika siku kama hizi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempatia uwezo, akaenda kufanya Arafa hija, akafika katika uwanja wa Arafa, akamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha, kisha akadhania kwamba Mwenyezi Mungu hakumsamehe. Kwa hiyo tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie ni katika watu ambao kwamba ni wenye kuwa na shauki, ni watu ambao kwamba ni wenye kufanya mambo ambayo kwamba ni mazuri, ni watu ambao kwamba ni wenye kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika siku kama hizi. Kwa ajili ukifanya maasi katika siku kama hizi, vile vile umefanya maasi makubwa. Vile ni kama ukifanya toa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yakulipa mara nyingi kuliko katika siku nyingine, na vile vile katika siku kama hizi vile vile ukimuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakupatia adhabu ambayo kwamba ni kubwa. Inshallah, kwa haya machache Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie ni wenye kufaidika. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.